Katika kuthibitisha jinsi wanawake wanatuna sisi wanaume mambwa, huko majuu wanawake wenye pesa ndefu sana wakajichanga pamoja na kuamua kununua kisiwa kilichopo jirani na Finland. Unajua kisiwa hicho kilikuwa kiruhusiwi mwanaume ukanyaga, ni wanawake tu. Ushajua kwamba iwe boyfriend, sijui kakako, babako hawatakiwi kutokea maeneo hayo. Maisha yalienda vizuri miezi kadhaa ya mwanzo. Maisha yalienda vizuri sana. Pombe nini, unajua mastari yote nini, water cruising, sijui manini kama hivyo. Baadaye mara kwenye majengo walikuwa wanaishi, AC ikaanza kusumbua. Wao hawawezi kutengeneza. Wanaweza kujaribu, hawawezi kuinua AC labda kuitoa sehemu ilipo au kufanya haya mahali, unajua. Mara boti ikaanza kusumbua. Unajua. Mara mitandao ambao walikuwa wametega ile wiring nini nayo ikaanza kusumbua. Wakaona bora wasepe moja mdogo wakaanza kusepa. Wakagundua kuwa maana halisi ya usawa sio kuendesha dunia bila jinsia moja, ila kwa kushirikiana, kwa maana kila moja ana nafasi yake kwenye haya maisha. Kazi ya baba ni kutafuta na kuilinda nyumba, kazi ya mama ni kuijenga familia na kuitunza familia. Hizo tafsiri nyingine naona mmezileta nyinyi, kwa sababu hata Mungu alisema mwanaume atatafuta kwa jasho, mwanamke atazaa kwa uchungu. Hii kimaanisha sio lazima mwanamke awe haruhusiwi kufanya kazi, hapana, lakini kazi kuu ya mwanamke ni kuitunza familia, na kazi kuu ya mwanaume ni kuitafutia familia pamoja na kuilinda. Hiyo ni waziri wa mambo ya ndani na waziri wa mambo ya nje. Najua mnanipata vyema kwa kuwa Watanzania wengi wamesoma ile.